amani tawale nchini mwetu Tanzania. Naomba niseme mambo machache uyakote kwa dakika 5 kwenye kitabu hiki cha Mathayo 26:5 na Yohana 19:13 na Yohana 18:31. Naomba niwasaidie kwa kusema mambo haya. Karen, naomba usome 18 Yohana 31. Niwaeleze kabla hajasoma Karen. Dunia imekumbwa na wimbi la vita, kitu ambacho sio kizuri. Of course Mungu alisema nasi na niliwaeleza kwamba mwaka 2026 ni mwaka uliotapakaa damu, lakini Mungu atatuvusha, si ndio? Dunia imekumbwa na wimbi la umwagikaji wa damu. Ukiangalia Israel, ukiangalia Iran, ukiangalia na Marekani, ukiangalia na yani zile nchi zilizozunguka Iran, zile nchi za falme za Kiarabu, wenzetu wanakufa. Kama jambo halijakufikia wewe, huwezi kujua uzito wake. Watu wanakufa ujue, watu wanapoteza uhai ujue, na watu hao wanaokufa hawahusiki kwa chochote, hawana kosa lolote, ni vita ya watu. Ni muhimu sisi kama kanisa kuombea taifa letu na dunia yetu. Tumwambie Mungu atunusuru na awarehemu wale watu wanaokufa hawajui kabisa, hawana tatizo lolote, hawana kosa lolote. Kwa mfano, taifa letu, serikali yetu igombane na serikali nyingine, na sisi tutaingia huko kutokana na matamko ya viongozi wetu. Kwa hiyo tuwaombee viongozi wetu. Tunapomwambia rais, maana yake tunamwomba Mungu ampe hekima. Katika hiyo hekima taifa liwe na amani. Asipopata hekima anaweza kusema chochote, alafu sisi tukaingia huko kwenye matatizo ambayo sisi hatuhusiki. Kwa hiyo ni muhimu sana kuombea taifa letu, lakini sio taifa tu, kuombea hata kanisa letu. Tunapoombea kanisa letu, mkiniombea mimi nikapata hekima, ni vizuri, ni bora zaidi. Utashangaa kanisa linaingia kwenye eneo la amani. Lakini ikiingia kwenye matatizo, ni kanisa limeingia kwenye matatizo. Asilimia kubwa ya watu wengi huwa hatufahamu kwamba asilimia kubwa ya watu wengi wanahisi kwamba Wayahudi ndio walimuua Yesu. Na watu wengi wanachukulia picha hii kwamba Israeli, Marekani na Irani ni vita ya kidini. Mimi ningependa kuwaeleza si kweli. Ile sio vita ya kidini. Hii vita mnayoiona kati ya Marekani na Israeli na Irani sio vita ya kanisa na Uislamu. Haiko hivyo. Vita yetu sisi viongozi wa kiroho ni mambo ya Mungu. Kushawishi watu waje kanisani na waamini Yesu, na wao wanashawishi watu watoke kanisani au waache mambo ya kuabudu mizimu waende msikitini. Hiyo ndio vita ya kidini, sio ya makombora na mabomu. Ikishaingia kombora ya mabomu inakuwa sio imani, hiyo ni uhaini. Tukisema Marekani anampiga Muirani kwa sababu ya Ukristo na Uislamu, je, Venezuela ni taifa la Kiislamu? Venezuela ni taifa la Kikristo. Mbona rais wa kule amechukuliwa kama vile kuku ananyakuliwa na mwewe? Kwa ni elimu tu ambayo watu wengi hawajui, na wale wana interest za maisha yao, wana interest za biashara, utawala, madaraka, mamlaka, kwamba wewe mbona unazidi kujijenga sana, hautaniletea madhara mimi. Ndio vita yao hiyo, sio kwetu, sio Ukristo na Uislamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui mnaniunga mkono hilo. Yaani ile vita mnayoiona sio ya kanisa na Uislamu. Ingekuwa ni ya kanisa na Uislamu, rais wa Venezuela ni Mkristo, asingenyoforewa ikuru yake, angeambiwa tu tukae tuzungumze. Lakini walipishana kidogo, akachukuliwa usiku kama kuku anayechukua kama mwewe anachukua kifaranga chake. Kwa ndugu zanguni, tuwaeleze watu na dunia ijue na Watanzania wajue kwamba wasituingize sisi wa Kristo kwenye ugomvi wa Waislamu, na Waislamu wasichukue hiyo advantage kwamba sisi wa Kristo hatuwapendi. Haiko hivyo.
wale ni ugomvi wa maslahi ya uchumi na madaraka na utawala wa kidunia. Ndio maana juzi mimi nimeenda sehemu fulani nikawaeleza mambo matatu. Nikamwambia jambo la kwanza kwamba kanisa lolote au kiongozi yote wa kiroho akijikita kutukanana na kanisa jingine, kanisa lile huwa haliwezi kuendelea. Wachungaji wote watakuwa kama wanaharakati. Utashangaa tu wachungaji wako hivi. Hahitaji press wala hahitaji media, anachukua tu anatukana, akishamaliza anarusha kwenye Facebook. Hawatajenga shule, hawatajenga hospitali, hawatafanya. Wewe angalia taasisi yoyote ya kidini iliyojikita kutukana, tulioikuta hapa Dar es Salaam kabla tujaanzisha huduma, jaribu kufanya research kama wana shule au hospitali. Ni maarufu wa Facebook na mtandaoni. Lakini taasisi ambayo imejikita na mambo yake, wakisema Wakristo wananyamaza kimya, wanaendelea. Utashangaa mnajenga kanisa, mnamaliza, mnapata wageni kama hawa, wanawachangia, mnatoka kumaliza kanisa, mnaingia kujenga vyoo. Mkitoka kwenye vyoo, mnajenga shule, mnajenga hospitali, mnaendelea hivyo. Ndio maana naona Wakristo wa kanisa Katoliki, huwezi kumsikia askofu wa kanisa la Katoliki akizungumza na makanisa ya Kipentekosti. Huwezi kumsikia mufti mkuu wa Tanzania akizungumza na makanisa. Ila utakuta wachungaji huko wadogo au mashehe wadogo ndio wanakurupuka. Wewe sijui. Wewe sijui. Sisi tusiingie huko. Sijui mnanielewa, tuseme amina. Sisi tusiingie huko, tuendelee kuliombea kanisa letu, lakini tujikite kulijenga kanisa letu. Tujikite kuchangia kanisa letu. Tufanye yale mambo ya msingi katika kanisa letu ili kanisa letu liweze kuwa bora zaidi katika taifa letu. Ukiwa baba, ukawa unaongea na watu vizuri na watu wanakufuatilia, ukimwalika mtu anasikia vizuri, ni mambo mazito sana ya kubeba na kuyafanyia kazi. Upendo, amani, mshikamano, utulivu wa kitaifa ndio manufaa ya kanisa letu. Utulivu, lakini kuheshimiana, kuheshimu uongozi wa kanisa letu, kutokuchukua majungu yakawa ndio sehemu ya maisha yetu. Unasikia mambo mengi yanayozungumzwa huko, ni mengi. Sasa unataka kutendea kazi kitu gani? Unataka kutendea kitu gani katika maisha? Majungu. Huko duniani wanaongea. People they are talking too much. Ni muhimu sana tukashikamana na kuomba. Tufuate hizo kanuni, na ukimaanisha, ukifunga kwa kumaanisha na ukanuia, Mungu anasikia. Chochote utakachokifanya kwa kumaanisha, Mungu anasikia.